Koji tukole gotera emia mo na kumuna 199 ensangia yogo saba conduciense yeme chando na kongira se tata mote bioko gania kwane to sabe tuegere amangana nyasae korwa se viria omo chenu otongete goronense ense yaben tuabe krense mo asaba gusigiro bo radio asingen jukelingana diao asaba ntubons utu asabiri ngose ni mokwani na bategere libons tu asabira asitiria Yesu yoro mogorio ito dingana linene to jikwegera bono asekuruere retio itiaba gusi ige to kwegera kwa kitabu kya Matayo 24:14 ekenene Yesu akwante keralinga sense igate wetenga amangana ya maya yoboruoti nara andigwe asense yonsi kobakirori asebiso kubyonsi elio omwelio ochiche ngerekia ekwanyo gosoma bibiri gukwanira enelingana linenenga ense tomenyete talinka enkanero to semereti there is hope beyond komenya senseye ikyari yotulirenga enkanero turaje komenya kanina kale utatiga senke tomenyete bono asetubwa kisegikiro amarwaira ro namangana mangi bono gosemeli wakiro muntu ekero tora sense obekiurabe no gosemeli Yesu ekayeni lyakabiri umugano gwensokwera ruba mwigene tobali kumusasi maseke naso muika bajikonyo ruburutu bakana kale na bali bangire kuigwa mangana ya maya igo bago jigusira bago jikonyo rugusira wakana kale egado jigosoma egetabu kya Biblia ase getabu ya Yohana 14 kibungo 5 nemo Yohana 14 kibungo 5 nemo Yesu umwana Nyasaye igate beti abarokubaye na abansi abamutegererete na abamuroche nga Yesu agatebanga ninche nkera ninche kene naende nincho bogima Yesu mwenyewe alitambo yo maneno kutoka kwa mdomo wake ya kwamba yeye ndio njia ya ukweli na uzima na yeye ndio ukweli. Kwa hivyo binadamu hatakiwi kuongeza au kutoa, ni kukupali na kutembea na yeye na kumhubiri ulimwengu kote ili Yesu arudi mara ya pili. Haya ni maandiko matakatifu na hakuna binadamu anaruhusiwa kupatilisha hata uwe nani. Ni hivyo hivyo tu vile Biblia amesema. Tukienda kwa kitabu ya Warumi na 5:5 kitabu ya Warumi 5:5 Paulo anasema nini kutoka kwa kitabu ya Warumi 5:5 ingi Paulo au kwana yaote banga osemelia kurito bwata senseye tali osemeli kogoto wa disappointment no osemeli wekene na ande kole moyo to semertinga Yesu ngwenala senseye ubwanja ni bwanya sai weiteru masi nkoro chitu asikero yo moito ulio na kire kina ko mukristo kwa na kire kine ni bwata osemeli kole moyo osemertinga nkanero ugoje komanya kana kale bunanje semerti na abande na inwe mo semerti bo na bali batara semeria na inwe banalo sabanga aseteria Yesu to semeria osemeri uko kole moyo utali komento ali kurusinga enseye ntuntuli bamenyi nenseye gastole aigatalinka akiyo ko ero gotera kulito gotera 234 kuruase getabu kogote bango mugambi ngochare umugambi no yogocha kogote banga mugambi ngochale bwango ulio kwere tabanyabibe ngochale ko yabachenu aba ire goro eineira ekene kura hoteru ukwo ngomugambi uyori Yesu Kristo umwana Nyasaye
ngochara sense litkelimo mwanya bantu batamanyeti nonyana maraika atamanyeti. Jesus will come again in this world. Either you reject it or you accept it, Jesus will come back again in this world one time. Wone kero yesa kwirana iganga yayo kwene yakabenerie kujukuya bachenu kujukua watakatifu mbinguni. Akuji kutukua yoyote ni wale wamemwamini, wametubu dhambi zao, wanafanya maombi kila siku na kumhubiri huyu Yesu kwa mataifa. Si ya kwamba ni watu wale wanarara, ni wale wamemjua na wamwamini, wanatembea na Yesu. Hata Petero mwenyewe alitembea na Yesu ndani ya maji, lakini kwa ajili ya imani yake ndogo alianza kuzima tena. Yesu akamshika mkono. Kwa hivyo ukimwamini Yesu, muamini kutoka ndani yako na mali yako, ukiishi utembee na Yesu huyu na uambie watu juu ya Yesu huyu. Ndio sababu moja ya Abagusi radio inatangaza kote ulimwengu kwa watu wote, kwa makabila yote, ya kwamba huyu Yesu anarudi. Na huyu Yesu ndio mfalme wa kuaminika, mfalme wa ukweli. Wafalme hao wengine ni wale wa ulimwengu wa siku chache. Lakini huyu mfalme ni yule ambao aliotununua kwa damu yake, akawa msalabani na akakufa na akafufuliwa siku ya kwanza asubuhi. Huyu ndio Yesu anahubiriwa kutoka kwa hii radio, Abagusi radio, Global radio ndiye inatangaza. Na hii habari inakuja kwenu kutoka kwa Melkisedek Kiana Nyakundi, ambao ni mwinjilisti wa vitabu katika kanisa ya Kiadventista. Najua kwamba ni wengi ambao mashabiki ni mingi anasikia hii habari njema ambayo inamkuja kwenu saa hii, na ninajua hii habari ni ya ukweli hata ukisoma maandiko. Tukienda kwa kitabu pia, kitabu ya Yohana 8:12, Yesu anasema nini? Yesu anasema ya kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Yesu amesema hadharani ya kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu, naye akiwa nuru, na wale ambao wanamfuata Yesu ambao ni nuru ya ulimwengu hawatatembea ndani ya giza. Ikiwa unatembea ndani ya giza ni kuonekana na unajulikana ya kwamba hujamwamini Yesu. Lakini wale wanamwamini Yesu, wanamwabudu kwa ukweli na kwa kiroho, ni wale ambao wanatembea na yeye, ni wale ambao wanatubu dhambi zao na wanajua ya kwamba siku ambao utakiwa kumhubiri huyu Yesu, kuhubiri huyu Yesu, kwa sababu umemkubali kwa kile ambao alifanya msalabani, ukununua wewe na mimi kwa gharama ya dhambi yake. Na washukuru wasikilizaji wote katika Abagusi radio ambao iko ulimwengu kote, iko nchi ya Amerika, Texas pale, watu wengine wanaendelea kusikia habari. Na waomba hata nyinyi pia muendelee kusikia habari njema na muendelee kueleza wengine hii habari njema kutoka kwa hii radio ambao ni njia moja. Hii radio imekuja hapa kwetu Kisii. Na tukienda kusoma maandiko matakatifu, ukisoma kitabu ya Yohana 16:13, inasema ya kwamba Roho Mtakatifu unafunulia wale ambao wanamfuata Yesu ukweli, na waonyesha wanafaa kufanya nini katika ulimwengu huu. Si ya kwamba mhubiri ndiye anahubiri. Roho Mtakatifu anahubiri. Nikiwa mimi ninahubiri, mimi ni chombo kitaifu, na wewe pia ni chombo kitaifu. Si ya kwamba ukitajwa jina kubwa, ukiitwa Bishop wewe ni mkubwa kuliko wengine, au ukiitwa Reverend wewe ni mkubwa kuliko wengine. Hapana. Kila mtu ambao yule amemtambua Yesu kama mwokozi wake, Yesu anamuongoza kufanyia watu wote kazi katika dunia hii, ambao hii dunia hii hapana nyumbani. Tunasubiri ulimwengu ile na Yesu akirudi mara ya pili atuchukue mbinguni, mahali tutaishi milele, mahali hakuna corona, mahali hakuna vita ya kisiasa ya uongo na ukweli. Tunajua kwamba huyu Yesu ambao maandiko anatambua ni Yesu mtoto wa Mungu na ni ukweli mtupu. Usiongeze na usitoe. Haya yote ni mahubiri ya ukweli. Kwa sababu moja, nataka kukuambia sababu moja katika kitabu ya Luka 1:35. Inasema nini? Wakati malaika Gabrieli aliyomtembelea Mary
Alimwambia nini? Alimwambia utapata mtoto ambao jina lake ataitwa Yesu. Maria was a sensitive daughter, ambao akamwambia yeye itawezekanaje nami sina bwana. Akamwambia utachaswa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alizaliwa na Mary, na huyu ndio ambao Gabriel alitumwa kutoka mbinguni kuja kumletea hiyo habari njema. Na hii habari njema inakuja kutoka hapa kwa Bagusii Global Radio. Pia ni habari njema ya kwamba Yesu ni nuru. Kwa hivyo tutembee ndani ya nuru. Tuwe watu ya maombi kila wakati. Tukiombea sisi wenyewe na kuombea watu wengine pia, kwa sababu maombi yako akiwa ni maombi ya kweli anafanya maajabu katika ulimwengu huu wa sasa. Hiyo ule wimbo ambao tuliimba, ukiendelea kufuatilia vizuri, mfalme huyu ako karibu kurudi. Mfalme huyu ambao hiyo wimbo wa 234 unatambua ako karibu kurudi kwa ulimwengu huu. Naomba wale wasikilizaji na mashabiki ya radio wa Bagusii Global Radio muendelee kusikiza hii radio kwa habari njema ambao tutakuwa tukipata kutoka kwa hii radio na radio zingine pia pamoja na TV zingine. Yesu anaendelea kuhubiriwa, bila alisema ya kwamba hii habari njema itahubiriwa ulimwengu kote. Hiyo ni njia moja inapaki sasa ulimwengu huu. Wahubiri ukweli wakiwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na Biblia, usikose kusoma Biblia, usitanganywe kuambiwa juu ya wokovu na mtu mwingine. Kwa sababu watu wengine wamejiwekea mataraka na kutanganya watu. Hawasomi Biblia, hawafuati Biblia inasema nini, na hawakufali kuulizwa maswali. Kuna watu wamekuja nchi hizi unapata mtu anasema mimi nakwenda kuponesa watu Kisumu, naenda kuponesa watu mahali fulani, viwete vyote vitatembea na vipofu vitaona. Na kama wewe ni mhubiri wa kweli, hata mahali wewe huko, si huko viwete huko Nairobi, kwani uweze kuhubiri pale na wale ukimaliza huko ndio kuja Kisii. Kwa hivyo kuna manabii ya uongo katika ulimwengu huu. Ukisoma hiyo kitabu ya Mathayo 24 inasema ya kwamba kuna manabii ya uongo katika ulimwengu hii. Lazima tuwe tayari kusoma Biblia kila siku na kuchunguza maandiko. Maandiko anasema nini? Maandiko anasema nini? Ukisoma kitabu ya Acts 17:11 inasema nini? Wakati Paulo alikuwa anahubiri watu ya Korinto, walikuwa wanachunguza maandiko usiku na mjana ili waone maneno haya. Paulo anawaambia kwamba kuna mfalme alikuja kuokoa ulimwengu huu, akafa tena kufufuliwa na tena anarudi. Hiyo maandiko walichunguza wakapata ni ukweli, wakakubali hiyo maandiko bila anasema, wakabatizwa. Soma kitabu hiyo ya Acts 17:11 utapata hiyo habari pale. Walichunguza maandiko, na wewe na mimi pia tuchunguze maandiko. Tujue kwamba kuchunguza maandiko tutapata habari ya ukweli ambao ni imani ya ukweli, si ya uweli ile ya kuchanganya watu wanachanganya kama biashara, lakini habari ya ukweli. Wasikilizaji, nafikiri hiyo habari inakuja kwenu na mtaendelea kuisikia kutoka hii Bagusii Global Radio, ambao ni habari nasikiza kwa Twitter, kwa YouTube nasikiza, ambao Facebook iko habari hiyo. Mtaendelea kusikia hiyo habari njema. Tukirudi kwa ile wimbo ambao niliwaambia inasema umugambingo chale. Mimi napenda kuaruga hiyo ya Kisii. Mugambingo chale wango uliokwireta banyabibe ngo chale kuyabachenu abairego. Unasikia anakuja kufanya nini? Atakuja kuchukua watakatifu mbinguni. Ngochale ogocha kwaye ng'ang'e kole
ona chiche na chiche gototoria bantu Yesu agoja kuoya tari abaga kitabu kya Barumi isana 3 25 Mungu kwane lingana Abarumi isana 3 25 nemo gukwane lingana ngakia gotebeka tujukura igo muikoma chenno romokonyi wa barandia na romokonyi wa bateri ekero kore mirumo yo munene tari umuntu okokonya umuikoma chenno romokonyi no rumwarimu una Yesu alieta abarku bayira ngani mbatume monyore kinguru ekero muikuyura bakire ili munyare ko abasaiti bana go cyakira Jerusalem no go cyasensingima wonti kabandu sabe gukora tore majenu buya muna selinga nali yao twasabire umuiko ikirania astabe kawiya kiara twasobe na basemeli asiriti ya Yesu uyoro mugori to amena.